Ni ajeni wadau na wadau Dex manze, ni swali bigi hapa hivi na mkinicheki mmoja ni Chanoane. Chanoane ni platform moja inapatia mayouth opportunity ya kujibonga wala sio walikuwa kwa crime, wase walitumia madre ama demo washaiko mapoko, pia tunawapatia opportunity ya kama kujibonga, wapige story na sisi tunaelimishana kutumia tu story ya Chanoane. Leo ndani ya shot kwa na guest wetu wa power. Leo ni mtu wetu anatoka bado Madhare. Tajipiga intro mwenyewe alafu atashare story yake na sisi manze. Hii story ni interesting, usikose kusikiza. Bro, karibu jo. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa. Kwa majina naitwa Wilson Otieno. Jina mtaa watu wananijua kaa lingi sana. Mimi story yangu ni refu bado ni fupi tu kiasi. Mimi nilianza kusoma huku shule fulani inajita Oxy. Hapo ndio nilianzia masomo yangu, nikasoma mpaka class 8. Nikamaliza 2017. Na hiyo maisha ya shule ilikuanga fine. Ilikuanga ni more challenging. Vile nilimalizanga tu hivi chuo. Mkoro akaanza kuniambia, akaniuliza kama naweza enda chuo form 1. Nikamwambia nitaenda but in one condition tu, nilimwambia tu labda niende shule za Ocha, chuo ya Nairobi. Siwezi maliza. Ndio wako anajua ile shughuli nilikuwa nafanya. Jumi udingo niliingilianga nikiwa mdogo sana, nikiwa primary. Kuanzia 2013 ndo nilianza udingo. Unyani nilianza kitambo sana. Na nikufundishwa nilikuwa nafundishwa na watu. Wengine walisha dedi, wengine bado wako walisha reform. Sawa mjua mimi na unyani nilikuwa nafundishwa ile design watu. Mabeshte wangu walikuwa na huku Shantit, base plan huku Mathare kuna jita Shantit. Huko ndo nilijua hiyo sasa udingo sasa fine ndio ilikuja kaniingia sasa vizuri. Sasa huko nasikia nilikuwa na mamorio wangu walikuwa wananichukua. Tunaenda tunapiga nao koto usiku. Ikifika asubuhi nakuja naletea mkoro zake juu najua mimi niko nimelelewa tu na madhe peke yake, buda alidedi kitambo. Sasa unajua huko unyani Mathare, huko unyani unajua ni kitu kingine, si hata ni big deal. Huko mimi naweza nyonga hadi mtu hapo kwa barabara na hakuna mtu anaongea. Na mimi zote zenye mimi nishaienda za unyani, hakuna silaha nimewahi beba. Hakuna silaha hadi moja. Hao wengine wenye tulikuwa tunaenda nao ndo walikuwa wanabebanga tu masilaha. Mimi sijawahi beba silaha. Juu mimi nilikuwa nimetraining kiboki. Sana nilikuwa nimejitambua mkono. Hakuna kitu yote. Mimi fala nikimshika akiresist ni mangumi. Hivyo ndo nilijua tu unyani. Na sini yangu ya kwanza mimi naweza piga na mamorio. Nilipiga na mamorio wangu. Mamorio wangu sasa ni mamare moja anajiita Pato. Tushaipiga na yeye scene tunyonga mtu hapo Mathare hapo 3C, na tukampiga hadi kisu lakini aliponea. Juu sasa mimi siko na nyoi, huyo ndo alikuwa na nyoi. Unajua sasa mimi nilikuwa nikienda mboka nilikuwa lazima nilewe tu, lazima nikunywe tu nisikie niko fine. Hiyo ndio hiyo masaa yenye niko na morali ya vita, kunyang'anya mtu kitu. Hiyo ndio ile masaa niko yani nimechangamuka. Alafu uko Mathare bado maisha jo si poa. Hiyo ni ya pili mimi nikijaribu kuelezea nimepiga na mamorio wengine. Hapa natambua niko na watu wa bigi kuniliko, mimi ndio mfupi lakini vile si tunapiga msimu zingine hivi. Alafu bado siko napendanga kujionyesha sana ati napiga luku, hapana. Hiyo ilikuwa ni kujichomea. Juu
si mimi ile ule mbigi wa nini wa gengi yetu hapo Ashanti hakuwa anapenda kujionyesha ati amepiga simu, tumepiga koto, alafu kesho yake mkishagawana do, mnaenda kila mtu anafanya shughuli yake na hizo do, unanunua ati luku nini. Hapana, piga shughuli yako polepole, kuja ukae mtaani simple hadi sanse akikuja haezi hadi rada. Ndio sasa maboi fulani sasa wa Katumbi sasa ndio ikakuja kajiunda kitu 2020 hapo, ikakuwa hadi hao maboi mimi pia bado nilikuwa tu hapo ndani yao, nimepiga shughuli mingi na hao. Ikachachisha mkoro akaona acha ni mtume wocha juu huyu amezidi, juu nilikuwa nataka hadi kupelekwa hadi nini, walikuwa wanataka kunipeleka hadi nda approved, nikakae huko. Mkoro alikuwa ashachoka juu mimi nayo nilikuwa ngatu kichwa ngumu kuanzia tu utotoni. Hizo ndo vitu zenye hiyo ndo ile kitu tu nilikuwa nimezoea tu, kichwa ngumu. Lakini tangu mabeshte wangu wa dedi nilikataa kufikiria, nilikanga chini juu hiyo wakati nilipeleka ngwa ocha, unajua nilikanga miezi 7, walikuwa wanataka nikae miaka 2. Kichwa ngumu yangu nikasema mimi siwezi kaa miezi 7, nakaa tu siwezi kaa miaka 2, nakaa tu miezi 7 ndio nirudi. Nikakaa huko, nikapiga shughuli huko hivi nikitafuta ngado ya kurudi. Nikapata pesa na nikarudi. Mkoro wa juu, kila mtu wa juu nikuta tu huku, wakakuja kusema ati nilitumiwa do na maarifu wangu na ni jasho yangu nilitoa nikiwa huko. But nikiwa ocha nilijifunza vitu mingi sana. Mimi huko sasa unajua nilikuja nikachorea sasa unyani kidogo bado nabonga na mamorio wangu wenye wako Nairobi. Nasikia mwingine alidedi, mwingine sijui alifanya nini. Hiyo tu gengi ya Katumbi. Hii story manze imekuwa interesting jo. Hii ni part 1 ya story yetu jo. Leo story ni tamu manze, story ni interesting. So tutakuwa na part 2 ya story yetu. Usikose kuwa na part 2. Tukirudi part 2 jo, tutamuuliza maswali kadhaa. Alifikadi wapi akati ya crime? Kama aliwacha hiyo crime, nini ilituma akaacha? Na sasa anadunini kwa hii community yetu. So usikose kuwatch part 2 manze. Shukran jo.